tena kuja kabisa. Ulituambia tulivyoanza kuja chuo kwamba tusidanganyike na hivi vitu. Na kweli nimepata ujauzito. Lakini hii ni mazingira. Na hata kwa watoto wa kiume, kuna mtoto ametoka kule kwao mtulivu, hajaingia hata mambo ya mahusiano wala hajui kitu. Akakutana na mlembo hapa mzoefu, kijana akachanganyikiwa, kavurugwa mpaka shule anataka kufeli. Kwa hiyo hii hali ya kutoka mahali kuja pia kunatakiwa kuwa kuna maandalizi kidogo. Hata wazazi kukaa na mtoto kumwambia bwana unakoenda kuna 1, 2, 3. Ile itasaidia kuandaa. Kwa hiyo hata hivi unavyosaidia ni kama hichi kipindi. Mtoto anayesikiliza ambaye anakuja, kijana anayekuja huko, tayari unamsaidia kwa nafasi moja au nyingine kujua kwamba kumbe kule ninakoenda kuna mabadiliko ya mazingira. Kwa hiyo na kuku mgeni akiingia ni lazima ujue kuna mabadiliko. Na hapa mabadiliko ya mavazi, ukija kwetu sisi, siku ya kwanza uwapokee wale mwaka wa kwanza kwa wiki 3, uangalie mavazi yao. Sketi ndefu mpaka chini, mishati ndefu mikononi. Akikutana na mwalimu, tunafanya pale, tunakusanya mitihani, anapiga magoti. Ndio. Unajua hii darasa ile mwaka wa kwanza lina adabu sana, hii semester ya kwanza. Lakini semester ya pili akija, sio yule uliokuwa unamfahamu. Sio yule alikuwa amesuka mnyoosho. Sio kope zake tena. Anasema hataki kusuka. Kuna wengine anabandika kope mpaka chumba cha mtihani machozi yanamtoka, anamuuliza nini, eti kope imesogea kidogo. Kwa nini? Yaani kuna mwanafunzi aliahirisha kufanya mtihani kwa sababu kope ilipanda, hizo za kubandika. Kwa mtu akuja anabandika, amebandika kucha mpaka unajiuliza, huyu anaandikaje? Anakulaje? Anafuaje? Yaani unaziangalia kucha, unajiuliza hata usafi ule kwenye kucha hizi. Bado mna kazi kubwa unajua. Sawa. Sasa hapo unadhani kuna uhusiano gani kati ya mwanafunzi bora pamoja na tabia njema au maadili? Unaweza kuwa mwanafunzi bora lakini pia usiwe na maadili. Maadili yanategemeana pia, yana vitu vingi, jamii inayokuzunguka, malezi ya uliokuwa unakulia na kila kitu. Kwa hiyo unaweza kuwa mwanafunzi mzuri sana, lakini malezi aliyotoka nayo kule kuja hapa ni malezi tofauti. Lakini kutokana pia na mazingira ya wazazi, wakati mwingine wengi wazazi wanakaa pamoja, wengine wazazi wametengana, mwingine kakuzwa ni mtoto yatima, mwingine alikuzwa na shirika. Kwa hiyo wanakuja hapa, wanakuja na tofauti, mazingira tofauti. Kwa hiyo wanapofika hapa sasa, pia kutokana na yale malezi, kama kuna mtu amekuzwa kwenye hofu ya Mungu, utakuta kijana anaingia kwenye vikundi vya dini, unakuta tu wanaomba, wanakwenda kanisani. Haya, mwingine malezi aliyokulia unamkuta baa, Jumamosi anakwenda baa. Ni yale malezi unajua ya tangu dogo. Sasa kuna wale wanaoiga, wanaofuata upepo. Kwa hiyo alikuwa ni mtoto wa maombi, akija hapa anageuka. Aliyekuwa mlevi anaweza akafika akabadilika. Kwa hiyo ni tabia za watu. Ndio maana ule uhuru unaopata wanatakiwa ujue kwamba uhuru una mipaka, nikiutumia vibaya una madhara makubwa. Na kuna wengine tu wanakuja na expectation kubwa. Yaani ana ndoto kubwa. Kuna wengine wameingia kwenye magonjwa ya akili tu, afya ya akili na changamoto. Alikuwa ameahidiwa kwamba utakapofika chuo kikuu, utakapofaulu mitihani ya form 6 ukapata division 1 ya single digit, hii division 1 hautasoma Tanzania. Kwa ndugu aliyemwahidi yuko Marekani, kwa akamfanyia application kila kitu. Baadaye yule ndugu akafariki Marekani. Alivyofariki yule mtu lazima asome huko. Lakini kumbuka huyo ndoto yake ilikuwa kusoma wapi? Marekani. Sio kusoma Tanzania. Kwa hiyo unajikuta akubaliani na ile hali. Kwa wengine wanaingia kwenye magonjwa ya akili na wanapata dawa. Na wasichukulie vibaya, lakini ni hatunyanyapai, tunawasaidia. Ndio maana kuna vitengo kama hivi. Kwa hiyo tunawashauri hata vijana wanapokuja huku, zile ndoto hai wanazo kuja nazo wazibalance. Yaani sasa nikija nikimaliza degree nitapata ajira, nitafanya yaani balance vitu. Asipo balance ndio anajikuta anafanya vitu visivyo tamaa. Nikiingia tu Dar es Salaam mimi, yani nitakuwa mtu wa Dar es Salaam, nikirudi kijijini kwetu wasinione kama wa kijijini, wanione mtu wa Dar es Salaam. Kwa hiyo tena mtu anabadilika kabisa. Kwa hiyo expectation pia psychologically zina madhara makubwa. Kwa hiyo tunashauri vijana, yani uwe na ndoto zaka. Kila mtu ana ndoto, lakini ziwe ndoto zisipofikiwa zisikuathiri. Ndio ile nadharia ya kusema wana think big, wana expect big. Sawa. Sasa daktari, hakuna mwanafunzi ambaye anatamani kutoka nyumbani kwao kuja kuwa bora mwanafunzi. Kila mtu anatamani kutoka kwao kuja chuoni na kuwa mwanafunzi bora. Sisi tuko sawa mpaka hapo. Sasa tuangalie namna gani, ni mambo gani yafanyike, kwa sababu hapa kuna mwanafunzi ambaye
mwaka huu, kwa maana ya kuanza mwezi huu na kusonga mbele miezi ijayo, anategemea atafanya application kwa ajili ya kujiunga na chuo chochote hapa nchini, anakusikiliza. Na kuna mwingine ambaye yupo chuoni sasa hivi, labda mwaka wa kwanza au yupo mwaka wa pili, anategemea kuendelea na masomo yake. Hao wote bado tunawahitaji kwenye kuwatengeneza kimaadili, ili hata wakimaliza waende mtaani wawe wanafunzi bora au vijana bora ambao watalisaidia taifa. Lakini pia kuna wale ambao bado wamemaliza hivi karibuni, wanatamani kuendelea na elimu za juu zaidi, labda kwenye masters, lakini wapo wengine ambao wataishia hapa kwenye level ya degree, lakini bado watakuwa mtaani na bado ni vijana na bado ni wasomi. Tunawahitaji kwenye hili. Ni nini sasa tukifanye kwa vijana hawa ili wakija chuoni wasibadilike tabia? Wanapokuja ndivyo wamalize, na ikiwezekana hata akija na tabia mbaya ajishape awe katika tabia nzuri. Karibu sana. Asante. Kama wazazi, kama jamii, cha kwanza kabisa cha kufanya ni kutoa elimu kwa vijana wetu, kujua umuhimu na uthamani wao. Yaani wao wajue kwamba umuhimu wangu ni nini, na cha zaidi kwa vijana kuwe na self respect, kujiheshimu yeye mwenyewe, kwa ajitambue thamani yake. Tunasema unapojitambua thamani yako, utajua mimi ni kijana, natakiwa kujilinda vipi, ninatakiwa kujilinda kwenye afya ya akili, natakiwa kujilinda kwenye afya ya mwili, lakini kufaulu kitaaluma na kufika mbele. Kwa kijana mwenyewe na ajitambue. Lakini jamii toe elimu kama hii ambao unasaidia hapa, ni mojawapo ya elimu ambao kijana anapoguswa anajua kwamba kumbe natakiwa kujitambua. Wazazi pia au jamii zinazowazunguka pia kusaidia kutoa elimu nao. Hawezi kutoa elimu hivi kwa sababu maadili hapo kwenye jamii, mtu anapobadilika anaonekana huyu kabadilika. Mfano masuala ya ushoga na usagaji. Jamii inaweza kujua kuliko familia, kamtambua mtu kuliko familia. Inatakiwa isaidie. Kwa sababu mwingine anafika anasema jamii ilikuwa inafahamu, lakini mzazi alikuwa akiambiwa akubali. Kwa hiyo jamii ianze kuidentify matatizo na kuweza kusaidia. Kwa sababu maadili na ile ni zile tabia njema ambazo jamii inakubaliana nazo. Ndio tunasema huyu mtu ana maadili. Kwa hiyo tunapotaka wewe ukija hapa chuo, wewe mwanafunzi mpya unayekuja chuo chochote kuwa mwanafunzi bora hapo baadaye, cha kwanza kabisa ujue kwamba kuna uhuru unaupata kwenye vyuo. Ujue jinsi ya kuutumia. Lakini pia uwe na timetable, ratiba ya kwako. Sio rafiki akija twende sokoni twende wapi, uwe na ratiba ya kwako. Na pia tunawashauri kwamba hata unapofika sio mtu wa kusindikiza watu, na kila mtu anapokuomba kusindikiza unakwenda. Kwa sababu wengine wanafanyiwa hii unyanyasaji wa kijinsia kwa sababu tu alikuwa ameenda amemsindikiza mwenzake, nimpeleka mwenzangu wote nilimpeleka, wanafika pale wanakunywa vinywaji ambavyo tulienda kufanya birthday. Kwa hiyo lazima uwe na mipaka ya kujua. Lakini pia uchague marafiki. Yeah. Marafiki ni muhimu sana. Yaani marafiki ndio wanaoingiza kwenye homa group yasiyofaa. Kwa hiyo lazima ujue tabia zake na zangu. Sasa mimi huyu na tabia zake tu lakini rafiki yangu. Hapana. Kama kijana anavuta bangi, wewe kijana hutumii bangi. Yaani ule urafiki, huyu anakunywa pombe, wewe unywi pombe. Kuna ule urafiki lazima kuna mmoja lazima aige tabia za mwenzake ili waendane, wapendane. Kwa hiyo lazima kuchagua. Kwa hiyo ni lazima wachague rafiki sahihi kwa sababu marafiki pia ni chanzo cha tatizo. Kwa hiyo magrupu hayo wachague rafiki sahihi. Rafiki sahihi mpaka wakusoma pamoja. Kama wenzako wanaenda kunywa pombe, wanakwenda kwenye mambo ya ajabu, mtapata muda saa ngapi wa kufanya group discussion na kusoma? Lakini unachagua watu ambao unaona kabisa watakuwa sahihi kunisaidia mimi kutimiza ndoto. Lakini pia cha tatu wajue kwamba amekuja kufanya nini. Yaani anapokwenda kwenye chuo lengo kuu ni nini? Lengo kuu ni imepelekwa kitaaluma. Sasa mambo ya bata yawe namba 2, namba 3. Namba 1 taaluma kilichompeleka. Kwa sababu unaweza ukamaliza chuo na bado mwingine anakuambia, "Madam sina maana tena ya kusoma chuo." Namuuliza kwa nini? Sasa nimaliza chuo kikuu nimeathirika na kwenda wapi? Lakini tunamtia moyo, tunamwambia kuna maisha baada ya hapo. Lakini mwenzako anakata tamaa, wengine wanataka kuacha hadi chuo. Tunawatia moyo. Kwa hiyo kuna mambo kama hayo. Lakini pia kuambia vijana kuacha tamaa. iPhone zipo tu, ukipata kazi utazikuta kampuni zingine zitainuka za simu za namna mbalimbali. Acha macho matatu ya sasa. Hasa hata ukiwa na macho matatu hapo tayari umeathirika, ina faida gani? Haina faida. Au una macho matatu hapo umefeli mitihani yote, umedisco na hayo macho yako matatu, yanakupeleka wapi? Hata kama na ni vitu vya kuisha hivyo. Lakini pia kuwasaidia na wale vijana, hata kama wazazi ni matajiri kiasi gani, kila mtu ana maisha yake ya kusimama. Kwa hiyo usije ukaseme tu hata mimi nikifeli wazazi wangu wana maisha. Maisha ya wazazi na maisha yako tofauti. Na unatakiwa kusimama kama wazazi walivyosimama. Hicho kinatakiwa. Lakini pia ndoto, yani matarajio.
hata kama ulikuja hapa umelazimishwa kozi, yani wewe kozi ile ukutaka, yani baba kanilazimisha mimi nisoma huku lakini nitaka huku, au nilazimishwa na familia. Wapo wa watu anafika hapa sasa mimi nataka kuacha kwa sababu nilazimishwa na familia. Sasa ukifika angalia uwezo wako, kitu ambacho unaona kinaweza, kwa sababu pia chuo chetu kina na vyuo vingi vinatoa wiki 2 za kubadilisha kozi kwa mwanafunzi.